Tumesajiliwa mwaka 2022 kwa mujibu. Kwa hiyo kabla ya kusajiliwa mlikuwa mnaendelea na umoja wenu huo? Ndio. Na mkopo umepata wakati gani? Mkopo tumepata mwaka huu, mwaka jana. Okay. Ila tumeshanufaika, hii ni mara ya 3. Okay, sawa. Mara ya kwanza mlipata shilingi ngapi? Milioni 7,100,000. Mara ya pili milioni 20. Mara ya tatu 45. Ikawa 45. Mara ya nne mnataka ngapi? 150. CCM oye! Haya, tuanzie hapo. Maana afisa wa halmashauri alikuwa ananiambia moja ya vikundi vinavyompa usingizi ni hiki. Sasa hebu tuwaulize watu wa halmashauri, tuna mpango wa kuongezea hela? Mheshimiwa Mwenyekiti, hata kama hapo ni swali ningeuliza mwenyewe, ningesema naongeza. Hawa watu wanatia moyo. Yaani miongoni mwa vijana ambao wana focus, wanapenda kazi, wana umoja, wanashirikiana, hawana kwa maana ya asilimia 4 halmashauri. Kwa hiyo ni ya kwanza, lakini la pili, najua kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta mabilioni ya hela. Unajua au umeyasikia? Tumeyasikia. Yale mahela hayajaingia kwenye halmashauri zetu, ndio yapo yanapotunga utaratibu ili yashuke. Serikali mnasemaje hizo hela zikiingia? Mtawapa kipaumbele ili wadake na huko au huko hawataki kuchukua? Mheshimiwa Mwenyekiti, hawa ni vijana kama vijana wengine na wana sifa sawa na vijana wengine. Hata wale ambao hawajakopa wote wanakaribishwa, hata ambao tayari wanakopa wameingia kwenye utaratibu wa kukopeshwa pia wanaendelea kuwa na sifa. Kwa tunasubiri ngoja kama ndio tutakapokuwa na tuongoza na sisi tutapata utaratibu ule ule. Hata wao pia mwongozo na waruhusu kufanya pesa, basi na ndio tutafanya. Asante, na naamini mtapata kipaumbele kwenye huo mkopo, sio hivyo? Asante. Kwa hiyo mimi nikuhakikishie kwamba kwa namna mnavyokwenda ninyi, sio tu kwamba ni kikundi ambacho tunatakiwa tuje kukielekeza nini cha kufanya. Ninyi mnajua cha kufanya, Ndio. ila sasa tukichukue kama kikundi darasa na vijana wengine waje wajifunze hapa. Bahati nzuri taarifa yenu inaonyesha kabisa mnachokifanya mnakijua. Ni sahihi kabisa. Kama mmeanza na milioni 7 mkaenda 15 mkachukua 45, maana yake ninyi biashara mnaijua. Ni 20 sio 15. 20 alafu 45. Kwa hiyo mimi niwapongeze. Asante. Hapa tunachokifanya ndugu zangu viongozi wa wilaya, tunapata darasa na somo. Hawa wamepata fursa, walichungulia wakaitumia. Lakini hebu angalia kote tulikoanzia mpaka hapa. Kila unayemsikiliza anakuambia tulianza safari ya kutunga mkono ili tukuta tukiwa safarini. Kwa hili liendelee kuwa darasa kwa vijana wengine kwamba serikali haina shida kukuwezesha wewe kupata fedha. Changamoto ni pale unapohitaji fedha wakati wewe mwenyewe huonyeshi njia ya kutaka fedha. Sasa fikiria hichi kikundi kimeanza 2016. Kinakuja kupata mkopo kwa mara ya kwanza mwaka gani? 2016. Lakini tayari mkiwa tayari na kitu mmeanza nacho. Nakumbuka Ndio. Nikiongezea inaweza ikaleta tija zaidi. Ndio. Kwenye mafanikio pia tuna mashine 2 za ufyatuaji wa tofali za interlock ambazo na zenyewe tuliwezeshwa na mkuu wa wilaya mwaka 2016. Ndio, nataka niongezee hilo. Kwa hiyo mimi ninachotaka kukisema hapa kama ushuhuda ni kwamba fedha ya serikali ipo. Ni swala la wewe umejiandaje kufanya nini kuipata. Kwa hiyo mtie moyo kwamba ujio wetu sisi hapa na maafisa wa halmashauri ni kuja kuhakikishia kwamba kwa sababu mlishaanza safari, serikali yenu na chama chenu kipo tayari kuwaunga mkono ili muweze kuendelea kufanya vizuri zaidi na kuzalisha ajira nyingi zaidi kwa vijana. Kwa hiyo na watu wengine, mwenyekiti wa vijana wa Biharamulo, unawafahamu hao, waleteni vijana walio wengi hapa wajifunze. Wewe angalia hawa wameona fursa, leo wana pikipiki 8 wamezinunua kutokana na biashara hii wanayoifanya hapa, sio hivyo? Sio hivyo bwana mwingine. Lakini unaona wana store, wanaendelea na biashara,
Na hii changamoto nyingine unayoisema ya ushindani wa soko, hii ni kawaida duniani kote kabisa. Kwa hiyo hii changamoto ukiikosa hiyo, haufanyi biashara. Labda wewe unafanya biashara, hata wachawi wana ushindani, hata biashara ya uchawi wanashindana, uongo. Kwa hiyo biashara yoyote lazima ukutane na ushindani. Kwa hiyo hii wala msiogope, ni ninyi kuendelea kujitofautisha na wengine. Mfano, nitawapa mfano mwepesi, kama washindani wenu wananisikia watajua wenyewe. Moja ya uchawi wa biashara hii au namna ya kukabiliana na hii changamoto, mnaweza mkaweka au mmeshaweka labda sijui huduma ya kumpelekea mteja mzigo wake site kwa kuangalia umbali, kwamba labda kama mtu anapeleka amenunua mifuko